yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Wakamfuata Yesu, Petro na mwanafunzi mwingine. Na mwanafunzi huyo alikuwa amejulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa ya kuhani mkuu, lakini Petro akasimama nje mlangoni. Basi yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka, akasema na ngoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi aliyekuwako ngoja mlango akamwambia Petro, wewe nawe je, huu mwanafunzi mmojawapo wa mtu huyu? Naye akasema, si mimi. Na wale watumwa na watumishi walikuwako wakisimama wamefanya moto wa makaa, maana ilikuwa baridi, wakawa wakikota moto. Petro naye alikuwa pamoja nao anakota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Waulize waliosikia nini niliyowaambia. Wao wanajua niliyoyanena. Basi aliposema hayo, mtumishi mmoja wapo alisimama karibu, alimpiga Yesu kofi akasema, wamjibu hivi kuhani mkuu? Yesu akamjibu, kama nimesema vibaya, ushuhudie ule ubaya, bali kama nimesema vyema, wanipigia nini? Basi Anasi akampeleka hali amefungwa kwa Kayafa kuhani mkuu. Na Simioni Petero alikuwa akisimama huku anakota moto. Basi wakamwambia, na wewe je, mfuasi wake mmoja wapo? Naye akakana akasema, si mimi. Mtumwa mmoja wapo wa kuhani mkuu, naye ni jamaa yake yule aliyekatwa sikio na Petero, akasema, je, mimi sikukuona wewe bustani pamoja naye? Basi Petero akakana tena, mara akawika jimbi. Kisha wakamchukua Yesu kutoka kwa Kayafa mpaka kwa Pretorio. Naye ikawa alfajiri, lakini nao wenyewe hawakuingia ndani ya ile Pretorio, wasije wakanajisika, bali wapate kuila Pasaka. Basi Pilato akawatokea nje akasema, ni mashtaka gani mnayoleta juu ya mtu huyu? Wakamjibu wakamwambia, kama huyu asingekuwa mtenda mabaya, tusingemleta kwako. Basi Pilato akawaambia, haya, mtwaeni nyinyi, mkamhukumu kwa ile torati yenu. Wayahudi wakamwambia, sisi hatuna ruhusa ya kuua mtu, ila litimie lile neno lake Yesu alilosema, akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilato akaingia tena ndani ya Pretorio, akamwita Yesu, akamwambia, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema hivi kwa nafsi yako, au watu wengine walikuambia habari zangu? Pilato akamjibu, ama ni Yahudi mimi? Taifa lako, wakuu na makuhani ndio waliokuleta kwangu. Umefanya nini? Yesu akajibu,
ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa. Basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli. Kila aliye na hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Pilato akamwambia, kweli ni nini? Naye akisha kusema neno hilo, akawatokea Wayahudi tena, akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini ni kwenyu kuna desturi mimi kufungulia mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwapenda nimfungulie mfalme wa Wayahudi? Basi wakapiga kelele tena kusema, si huyu bali Baraba. Naye yule Baraba alikuwa ni mnyang'anyi. Basi ndipo Pilato alipomtwaa Yesu akampiga mijeledi, nao askari wakasokota taji ya miba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi la zambarau, wakawa wakimwendea wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi, wakampiga makofi. Kisha Pilato akatokea tena nje, akawaambia, mtu huyu namleta nje kwenu mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yoyote kwake. Ndipo Yesu alipotoka nje, naye amevaa ile taji ya miba,
na lile vazi la zambarau. Pilato akamwambia, tazama mtu huyu. Basi wale wakuu wa makuhani watumishi wao walipomwona, walipiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mtwaeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Basi Pilato aliposikia neno hilo akazidi kuogopa. Akaingia tena ndani ya ile praetorio, akamwambia Yesu, wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumpa jibu lolote. Basi Pilato akamwambia, usemi nami? Hujui ya kuwa mimi nina mamlaka ya kukufungua, nami nina mamlaka ya kukusulubisha? Yesu akamjibu, wewe ungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi iliyokubwa zaidi. Na tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua, lakini Wayahudi wakapiga makelele wakisema, ukimfungua huyu, wewe si rafiki yake Kaisari. Kila mtu ajifanyaye kuwa mfalme hamfitini Kaisari. Basi Pilato aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali paitwapo sakafu ya mawe, au kwa Kiebrania Gabatha. Nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa 6. Akawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele, muondoshe, muondoshe, msulubishe. Pilato akawaambia, je, nimsulubishe mfalme wenu? Wakuu wa makuhani wakajibu, sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe, nao wakampokea Yesu. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha. Wakamsulubisha huko, na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mmoja huku, na Yesu katikati. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa, Yesu Mnazarethi, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeyaandika. Nao askari walipomsulubisha Yesu, waliyatoa mavazi yake, wakayafanya mafungu 4, na kila askari fungu lake, na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Basi wakaambiana, tusiipasue, lakini tuipigie kura iwe ya nani, ili litimie andiko lile linenalo, waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura. Basi ndivyo alivyofanya wale askari. Na penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalini. Basi Yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao.
Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Baada ya hayo, Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, akaisalimu roho yake. Basi wanafunzi, kwa sababu ni maandalio mili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. Basi askari wakaenda wakamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ameshuhudia, na ushuhuda kweli, naye anajua ya kuwa anasema kweli, ili ninyi nanyi mpate kusadiki. Kwa maana hayo yalitukia ili andiko litimie, hapana mfupa wake utakaovunjwa. Na tena andiko lingine la nena, watamtazama yeye waliyemchoma. Hata baada ya hayo, Yusufu Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri kwa hofu ya Wayahudi, alimwomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu. Na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake. Akaenda Nikodemo, nayo yule aliyemwendea usiku hapo kwa akachukua machanganyiko na uji pata ratili 100. Basi wakautoa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Na pale pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani mna kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Humo basi, kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi, wakamweka Yesu, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Na ndilo neno la Bwana. Basi wapendwa, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo ameweza kuifanya. Tumebarikiwa sana kuwa na Baba Askofu Emeritus, the right Reverend Julius Katoi Kalu pamoja nasi kwa siku hii ya leo, na ndiye atakayetulisha neno la Mungu. Basi ninaomba tukaweze kusimama tusikie neno la Bwana kwa kuimba wimbo wa 171. 171. Yeah.
Tuko mbele yako siku ya leo, tuikumbuka kwa furaha vile ulivyotukomboa sisi kutokana na giza la dhambi. Ni siku ambayo huzunika na wale waliomwona Mwokozi wetu Yesu Kristo akisukumwa hapa na pale, temewa mate, pigwa mijeledi, kutukanwa na kudharauliwa kwa sababu yetu sisi. Uvumilivu aliokuwa nao ndio ambao umetuletea wokovu hata hivi sasa. Mungu wetu, siku hii tunapojiunga na wale walioomboleza na kuumia katika maisha yao kwa sababu ya yale yaliyokuwa yakitokea pale msalabani, tunaomba pia Bwana utuwezeshe na sisi kuwa wa kwanza kuimba haleluya siku ya ufufuo. Asante Mungu wetu kwa nafasi hii. Nena nasi kutufundisha mapenzi yako. Nena nasi kutufundisha uvumilivu. Nena nasi na kutupa macho ya ndani ya kuweza kuona ukweli ulipo, na utupe akili ya kuweza kupambanua yale yote ambayo Bwana unapenda tuyajue. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Wakamshika na kumsukuma Yesu. Basi naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha kujiunga na ninyi katika ibada ya leo, ibada ya msalaba, ibada inayokumbuka kusulubishwa kwake Yesu. Majina yangu ni yale yale mliotajiwa. Zaidi ya yote, Yesu ni Mwokozi wa maisha yangu. Nikisimama mbele yenu, ninamfurahia Bwana kwa kujidhihirisha mwenyewe katika maisha yangu. Nimeokoka, nampenda Bwana, na ijapokuwa nimestaafu mwaka wa 6 sasa, bado Mwenyezi Mungu ananitumia. Bado Mungu ananipa nguvu. Bado Mungu anapenda nihubiri neno lake. Kwa hivyo nikipewa nafasi kama hii, sitaki kuiachilia. Nataka nimshukuru Baba Askofu Alphonse na wachungaji wa parokia hii, wazee, kwa kunikubali hivi leo nisimame mbele yenu. Kwangu mimi ni siku maalumu sana. As I was going through my own sermon last night, I discovered something very interesting. Ya kwamba nimeandika hapa na kuzungumza kitu ambacho kinanihusu mimi mwenyewe. Nitakayoyahubiri hapa ni mahubiri ambayo ninajihubiria mimi mwenyewe. Kwa hivyo
inawezekana pia yale ambayo yananigusa katika hotuba hii pia yatakugusa na wewe pia. Leo ni Ijumaa njema, and the leading topic of today is betrayal, usaliti. Kisoma Zaburi vile tulivyosomewa, na nataka niwashukuru sana wasomaji wa leo. They have taken us through the whole story of crucifixion right from the Old Testament to the New Testament. Ijapokuwa hatukuenda katika injili zingine, but the summary of it all is summarized in Psalm 69, Genesis 22, and John 18:19. I was telling Vika today, this morning, when I arrived here, kamwambia, nafikiri Yohana alipokuwa anaandika hii alisahau kitu kimoja. The two chapters 18 and 19 are actually one chapter. Manake story ni hiyo moja tu, lakini labda pengine aligawanya ziwe chapter mbili akidhani ya kwamba ikiwa ndefu itatuchokesha. But to me the story was very nice. As it was being read there, something new, something fresh was getting unfolded. Basi siku ya leo tunaona ya kwamba baada ya kupambana na upinzani mkali kuhusu mafundisho yake, Yesu sasa anasalitiwa. Na anasalitiwa na mmoja aliyemwamini, mmoja aliyekuwa karibu sana, mmoja aliyempenda sana, Yuda Iskariote. Baadhi ya wanafunzi wake wa kuongozwa na Petro pia walimkana Yesu. Hatimaye Yesu anasulubiwa na kifa msalabani na watu ambao hakukutana nao maishani mwake. He was betrayed and crucified between two strangers. Pengine ingekuwa fadhali kama angesulubishwa pamoja na Petro upande huu na Yohana au James upande mwingine, lakini alisulubiwa pamoja na watu asiowajua. Na wale kwa sababu gani? Kwa sababu wale ambao aliwajua wote walimkimbia. Walimkimbia wakamwacha peke yake. Lakini siku tatu baadaye Yesu akafufuka kutoka kaburini na kuonekana na watu wengi, confirming that he is indeed the king of life and death. Yeye ni mfalme juu ya maisha na kifo pia. Imani ya Wakristo wengi duniani hawatilii mkazo sana mateso ya Yesu pale msalabani. Imani yao inawasukuma kutazama mbele kwenye ufufuo, sio hapa katikati. Nilipokuwa natoka pale leo asubuhi, mmoja wa watu wangu pale nilimuuliza, unaenda kanisani leo? Akasema siendi.
Nikamuuliza kwa nini? Asema leo si Jumapili. Kaambia leo si Jumapili, lakini ujue leo siku anasulubiwa. Akasema najua, lakini kanisa letu, kanisa la kiroho, sisi hatukui mateso ya Kristo, tunatambua ushindi. Tunatambua ushindi pekee yake. Hivi basi na imani hiyo, by the way, ni imani ambayo watu wengi wanayo. Usifikirie kwa nini kanisa halikujaa leo. Usifikirie kwa sababu, labda pengine kwa sababu ya long holiday, wengine wamesafiri, sawa. Lakini wengine wako nyumbani kwa sababu hawajaelewa maana ya siku hii. Hawaoni haja ya kwamba leo waje hapa kanisa Jumaa kwa haileti maana. Huwa wanangojea siku ile ya hosana, haleluya, badala ya kelele zile za msulubishe, msulubishe, kelele ambazo tumezisikia wakati somo likisomwa hapa. Msulubishe, msulubishe. Na Pilato anauliza mara mbili, ni msulubishe huyu mfalme wenu? Hatuna mfalme sisi, mfalme yetu ni Kaisari, hatumjui sisi huyu, msulubishe. Amekosa gani? Amefanya kosa gani? Hapana, hatumtaki, hatumtaki. Lakini si leo ni siku kuu jameni, na mimi nina mamlaka ya kumfungulia mfungo mmoja wenu. Je, nimfungue huyu mfalme wa Wayahudi au nimpe nani? Hapana, tupatie Baraba. Wanachagua mwizi, muuaji badala ya Mwokozi. Sasa hizi kelele hizi ndizo wale marafiki zangu wengine hawataki kwenda kanisani kwa sababu hiyo. Wanangojea ufufuo peke yake. But there is quite a lot we need to learn on what happened on this day. Na sikujifunza tu, lakini ni kitu ambacho kinatulazimu tuje kwa ibada. Tuje kwa ibada. Tujiunge na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika maumivu yale aliyopitia, maumivu ambayo yalileta uzima wa milele. Na ndio sababu tuko hapa. Looking at the story, Mark chapter 14 verse 1, you notice that even before the trial began, it had already been determined that Jesus must die. Sasa kule kwetu kuna msemo wa Kigiriama unao waeleza watu ya kwamba fanyeni mnalofanya, lakini huyo mchawi tunamjua tayari. Bwana asifiwe. Ati mnatafuta ni nani aliyemuroga huyu mtu, mnaenda mnaleta ngoma hapa, mnatafuta mchawi. Mnafanya hivyo, lakini huyo mchawi mnayemtafuta tunamjua tayari. Pigani zongoma, lakini msai unamanyakari, msai ni guyo. Sasa wengine wanasema it beats the logic. Why should we go into details? This is what Mark the evangelist noted, 14 verse 1. Even before the trial began,
It had already been determined that Jesus must die. There was no innocent until proven guilty approach. Hiyo ni lugha ya wanasheria. Hata mtu kama anajulikana ametenda kosa, ni lazima kuwe na proof maalum. Mashahidi wa uongo waliitwa. There was no screening of witnesses to ensure justice. No defense for Jesus was sought or allowed. Luke 22 verse 67. Mashahidi walikatazwa wasifike pale. Wale mashahidi wa upande wa Yesu walizuiliwa, wakaletwa tu wale mashahidi ambao wataweza kuwezesha hii kesi iprove ya kwamba Jesus was wrong and he must die. The trial was conducted at night, which was illegal according to Jewish law. In short, the religious leaders were not interested in giving Jesus a fair trial. They were not interested. Kabisa. In their minds, Jesus had to die anyway. It was this blind obsession that led them to pervert the justice they were appointed to protect. Kumbuka kulikuwa kuna baraza la wazee linaloitwa Sanhedrin in English. Baraza hili lilikabidhiwa katiba nzima ya Kiyahudi kuhakikisha ya kwamba haki inatendeka kwa kila Myahudi. Lakini at this moment hii document ilitupiliwa mbali. Lengo lao ni Yesu lazima afe, lazima auawe. Kwa hivyo you see, whatever was happening on Thursday night na kuamkia Friday ilikuwa ni mambo illegal, mambo ambayo hayana maana yoyote, haifuatani na sheria kabisa. Manake lengo ilikuwa ni Yesu aondoke, afe. Kwa hivyo unaona hapa, can you imagine Jesus going through 6 kangaroo courts in one night. Koti ya kwanza ilikuwa mbele ya Pilato, John 18 verse 12. Koti ya pili ilikuwa mbele ya Kayafa, Matthew 26 verse 56. Koti ya tatu ilikuwa mbele ya baraza kuu la Wayahudi, the Sanhedrin, Matthew 27 verse 1. Koti ya nne Yesu aliletwa mbele ya Pilato tena, alirudishwa tena kwa Pilato, Luke 23 verse 1. Koti ya tano ilikuwa mbele ya Herode, Luke 23 verse 6. Na koti ya sita ya mwisho ilikuwa mbele ya Pilato tena kwa mara ya tatu, Luke 23 verse 13. Na hii koti ya mwisho ilikuwa na vituko vyake. There was only one witness aliyejitokeza kupinga Yesu auawe, kupinga Yesu auawe. Only one witness. Lakini huyo shahidi hakuitwa mbele ya koti, lakini alituma ujumbe wake. Huyu ni mke wa Pilato. Aliandika note, akampatia mjumbe wake pale,
make sure mzee hata kama yuko kitini, kiti cha hukumu, mpatie hii karatasi asome. Huyo alikuwa ni shahidi wa Yesu, mke wa Pilato. Lakini kwa sababu alikuwa haruhusiwi na Wayahudi aje mbele, akaandika protest note. Please my sweetheart, have nothing to do with that righteous man. Achana kabisa na mambo ya kesi. Usihesabiki kuwa wewe ulihusika katika kifo cha huyu mtu mtakatifu. Maana usiku kucha sala nimeonyeshwa mambo makubwa yanayomhusu huyo anayemhukumu hapa. Out of many witnesses who were supposed to be called in defense of Jesus, only one alijaribu kujitokeza, lakini sio mzima mzima, alipeleka note. Na kwa sababu alikuwa ni mke wa Pilato, ndio sababu hiyo note ilimfikia Pilato. Otherwise wengine zilizuiliwa huko nje, ambiwa achana na hiyo, achana na hiyo. Yesu akakamatwa Alhamisi usiku, akapelekwa kotini mara 6 usiku, akasulubiwa Ijumaa asubuhi, akafa saa 6 siku hiyo hiyo ya Ijumaa, wakamzika siku hiyo hiyo ya Ijumaa kabla ya saa 12 jioni. Maziko yake pia alikuwa haraka haraka ili watu wapate kuila Pasaka, ili watu wasizuiliwe ya kwamba wamegusagusa maiti. Kwa hivyo alizikwa haraka haraka, lakini alishinda kaburini Jumamosi na akafufuka Jumapili. Haleluya! Ile ambayo wenzetu hawaji kanisani leo wanaingojea Jumapili, sisi tunaisema leo. Haleluya! How did we reach here? Kwanza tumefika hapa kupitia kusalitiwa. Kusalitiwa, Bwana asifiwe. Kusalitiwa. Sijui neno hili kusalitiwa mnalifahamu vipi? Manake wasaliti bado angaliko mpaka sasa. Msifikirie kuwa alikuwa Yuda Iskariote peke yake. Bado tuko nao hata leo. Yuda Iskariote, kwa nini alimsaliti? Well, the obvious reason, very clear there, is that he wanted money. Kwa sababu ya pesa. Na wengi wanasalitiana leo kwa sababu ya pesa tu. Pesa tu. Nasikia mtu kijana mdogo amebahatika, amehit jackpot, inaitwa jackpot ile. Amekomoa mamilioni juu haraka haraka. And you wonder why. Kwa nini na mimi sizionje hizo? Kijana mdogo kabisa anasalitiwa na anapoteza maisha yake ili watu wapate kula hilo jasho lake. Kwa hivyo pesa ndio msaliti wetu wa kwanza kabisa katika maisha yetu. What is betrayal? It is a violation of trust. To betray someone is to reveal the secrets of your friend to his enemies or her enemies. Betrayal is common among friends. Judas and Jesus were very close friends, by the way. Very close friends. Sasa jihadhari na huyo rafiki yako ambaye you are very close. Kwa sababu yeye anajua siri zako zote na atazitoa kwa adui yako wewe
na atakuja kumalize. We need to walk very carefully among our trusted friends. As we said before, from the word go, Judas does not seem to understand the mission of Christ. But he is not alone. Ukiangalia katika among the disciples, wako pale wengine walikuwa wanaulizwa maswali. Petro mwenyewe aliuliza, Bwana, tumeacha yote kukufuata wewe. Je, tutapata nini? It appears they were expecting Jesus to start a political revolution or a political party or some sort, and the disciples would be assured of political positions. Lakini Yesu alikuwa na mkondo mwingine. Kama nilivyosema, ni sababu gani zinazomfanya mtu amsaliti rafiki yake ampendaye? Inawezekana ni uchoyo, wivu, inawezekana kuwa ni ubinafsi au chuki, hasira baada ya kuona malengo yake hayatiliwi maanani. Na hata leo wasaliti wa aina hii bado tuko nao. Wako nyumbani, wako makazini, wako katika jamii, katika nyanja za kisiasa, kati ya mume na mke, mmoja wao hapo ni msaliti, kati ya wazazi na watoto wao. Wasaliti wako hata makanisani, kati ya wachungaji na vijana, kati ya wazee na mchungaji wao. Usaliti uko kila mahali. As I said, among very trusted friends. Kusalitiwa kwa Yesu kuna maana ya kutufunza sisi jinsi inavyotupasa kuepukana na kitendo hiki kibaya. Sisi ambao tuna tabia hii ya kusaliti wengine, tafadhali tuangalie vile Yesu, vile Yuda, how did Judas end his life? Je, mnataka muwe kama Yuda? Njia pekee ya kupona na dhambi hii ya usaliti ni kutubu. Tumtazame huyo aliyesalitiwa na jinsi alivyoshinda pale msalabani. La ajabu ni kuwa hata wale wasaliti wengine waliosulubiwa pamoja na Yesu pia walipewa nafasi ya kutubu pale msalabani. The good news, my dear friends, today is that nafasi bado ingalipo ya msaliti yeyote. Hata hivi leo, hata kama umeketi hapo ulipo, nafasi ipo ya kutubu na kupokea msamaha. As I was preparing to come, nimesoma hii Zaburi ya 69, particularly verse 4 and 5. Zaburi ya 69 verse 4 and 5 imenifanya nitoe machozi ndani kwa ndani, kwa sababu nimeona Zaburi hii inazungumza kitu ambacho mimi nimekipitia. Mtunga Zaburi hii anaeleza kwa masikitiko makubwa huzuni ya kutalakiwa au kuachwa na ndugu yako au ndugu zako, ya kuachwa na wazazi wako,
kuachwa na mpenzi wako, yule ambaye mliahidiana mbele ya umati mkubwa kanisani, anakuacha peupe hivi. Inazungumza sababu ya msimamo wako au uaminifu wako, yaani mtu anakuacha, anakutalaki kwa sababu, si kwa sababu umetenda kosa, but because of your faithfulness to Christ, kwa sababu ya uaminifu wako wa kumpenda Mungu, kumtumikia Kristo, kujitoa katika huduma ya kanisa. Basi mtu anajitoa, anakusaliti. Na kitu ambacho kinanishangaza hapa ni mtu anakulazimisha kulipa deni lisilokuwa lako. Wangapi hapa wamelazimishwa kulipa deni lisilokuwa lao? Nyosha mkono. Miwani yangu haioni huko, kwa hivyo hata ukinyosha sitakuona. Mimi nimelazimishwa kulipa deni lisilokuwa langu. Nimelazimishwa. Lakini baadaye wale ambao walinilazimisha kufanya hivyo, nikagundua ya kwamba hawajui kumbe wanamkandamiza mtu ambaye tayari amepigwa na Mungu. Bwana asifiwe. You know, they don't know, but it is God who has punished you, and they are taking advantage of that. Why does God punish you? Difficult to know. Why did God punish Ayub or Job? Difficult to know. Kwa nini Ayub alipitia masaibu mabaya sana, lakini kuna marafiki zake wengine walikuja pale wakamhurumia, wakamcheka, wakamdharau? Hawakujua ya kwamba masaibu yale anayopitia ni Mungu mwenyewe amependa apitie pale. Sasa ndugu yangu, kama limekupata kama mimi nilivyolazimishwa kulipa deni ambalo sikuchukua, kulipia bidhaa ambazo sikuzitumia, kulipa deni la mtu mwingine ambaye hata humjui, yamenipata. It is a long story, na singetaka niwaingize katika story hiyo yangu, maana yake hata nyinyi pia mtanihurumia, na badala ya kufurahia sermon yangu mtaanza kunihurumia na mimi. But let me tell you, if you have gone through this experience, nyosha mkono umwambie Bwana asante, kwa sababu kweli wale wanaokudharau na kufikiria kwamba ni Mungu anakupiga hawajui watendalo. Yesu akasema wasamehe hawa kwa sababu hawajui watendalo. They are not aware that it is already written for me to go through this kind of pain. Hawaelewi. They are not aware that this pain I'm going through is because of them, so that they may be saved. Hawaelewi. Kwa hivyo wasamehe. Na hiyo ni lugha ambayo na sisi pia inatupasa tuiseme, wasamehe kwa sababu hawajui wanalolifurahia juu ya maisha yangu. Genesis 22. Isaac
alijiona mdhaifu mbele za baba yake alipoona ya kuwa anafungwa na kuwekwa juu ya kuni, huku baba yake aliyemdhania kuwa anampenda akichomoa kisu tayari kumchinja. Have you read Genesis 22 twice, by the way? Mbeleni Isaac alimuona mwanakondoo akifanywa vile na baba yake. Mbeleni Isaac alishuhudia akimbeba mwanakondoo mpaka kwenye madhabahu, akimuona baba yake anamchinja na kumweka juu na kumtia moto. Leo yeye anafanyiwa yale yale ambayo mwanakondoo hufanyiwa. Leo ni yeye. Na Mungu, kama Mungu asingeingilia kati, Isaac angechinjwa kama kondoo wengine na kuchomwa akawa kuni au majivu. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu, Isaac akapona. Kwa sababu ni mpango wa Mungu, yale unayopitia sasa utapona, utashinda. You will be victorious. Wacha wacheke, wacha waseme, wacha wafanye yote yale wanataka, wacha wadharau, lakini kwa sababu yale masaibu unayopitia ni mpango wa Mungu, utashinda. Kama tulivyoona, ukiangalia sana, kuna sababu 4 hivi za Yesu kukamatwa na kushtakiwa na viongozi wa dini wa Kiyahudi. Sababu ya kwanza, Yesu alifichua mambo yao ya siri. Bwana asifiwe. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Yule rafiki yako atakusaliti kwa sababu unafichua mambo yako ya siri kwa wengine. Ya pili, Yesu alikemea dhambi na makosa ya viongozi hadharani. Wakubwa hawataki kukemewa mbele ya watu, wanataka waonywe pembeni, nyumbani, peke yao. Lakini ukimwambia dadi, umefanya kosa hapo, utachapwa kibao. Tena mtoto ni kweli. Umwambie bosi wako you are wrong, utafutwa kazi mara moja. Tena vile ulivyosema ni kweli. Kwa hivyo Yesu alikemea dhambi na makosa ya viongozi hadharani. 3, Yesu aliwaibisha viongozi hawa hadharani wakati alipowafukuza wale waliokuwa wakicheza kamari na kuuza bidhaa zao ndani ya hekalu. Imagine, hekalu takatifu kubwa. Wale wafanyikazi biashara wote walikuwa wafanya pale, hawakuenda pale wenyewe, waliruhusiwa na msimamizi wa ile sinagogi ya ile hekalu. Kwa hivyo wakubwa walijua what was going on, na Yesu akaingia pale akafanya kazi ile hadharani. Hata wengine walijitokeza pale na kumwambia, unafanya kazi mambo haya kwa mamlaka gani? Na 4, Yesu alitangaza wazi wazi ya kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kutokana na vitendo vyake na maneno yake, alipokuwa kijibizana na viongozi wa Kiyahudi wale, wengine wanamuuliza, by the way, are you greater than Ibrahim? Anasema, before Abraham was,
I am. Bwana asifiwe. Yani hiyo ni kujifanya equal to God. Kwa hivyo hizo ndizo sababu 4 zilizowafanya hawa viongozi kumchukia huyu Yesu. Na sasa nataka nimalize hotuba hii kwa kuuliza wewe ufanye kitu. You are going to do a demonstration. Funga macho tafadhali. Kila mtu funga macho yako. Elekeza uso wako pale msalabani. Tafakari yanayoendelea pale. Ona kwa macho yako ya ndani na kusikia vile Yesu anavyoumia kwa kosa lisilokuwa lake. Analipa deni kwa bidhaa ambazo hakuchukua. Ona vile mwana wa Mungu anavyotemewa mate na kuvikwa taji ya miiba. Kama Isaka, sikia vile anavyomuita baba yake, Daddy, Daddy, mbona umeniacha? Mbona unanichoma? Kwani mimi ndiye kondoo? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha? And yet, unlike Isaac, Jesus on the cross is still extending an olive branch to you. He is extending an olive branch to thieves, murderers, fornicators, those who engage in corruption and witchcraft, drug dealers, and so on. Unapoendelea kutafakari ya msalabani hali umefunga macho, sema tu kwa moyoni mwenyewe, Lord, remember me in your kingdom. I want to assure you, you will receive the message today. Message inayosema today you will be with me in paradise. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Sana Baba Askofu kwa hilo neno la usaliti. Basi Mungu atusaidie tusije tukawa wasaliti, na kama tuko hapo atusamehe na aweze kutukumbuka. Tunaweza kuketi au kupiga magoti tunapoendelea
na maombezi. Naomba tuketi ama tupige magoti tunapoendelea na maombezi. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengi, naomba usinipi Yesu, Yesu, naomba unisikie unapozuru wengi, naomba usinipite. Mungu alimtuma mwanawe ulimwenguni si ili auhukumu ulimwengu, bali ili ulimwengu upate kuokolewa kwa njia yake. Kwa hiyo tunasali kwa Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya watu kila mahali kulingana na mahitaji yao. Tuombe kwa ajili ya kanisa la Mungu duniani kote kwa umoja katika imani, katika ushuhuda na huduma. Kwa maaskofu na wahudumu wengine na wale wanaowatumikia, tunaombea maaskofu wetu tuote katika diocese ya Mombasa na kwingineko, na Wakristo wote mahali hapa na katika ulimwengu mzima, kwa wanaodhihakiwa, wanaoudhiwa kwa ajili ya imani yao, ya kwamba Mungu atalithibitisha kanisa lake katika imani na kuliongeza katika upendo na kulihifadhi katika amani. Bwana utusikie. Tunayaombea mataifa ya dunia na viongozi wao, kwa rais wetu na wabunge wa nchi hii, kwa wale wanaosimamia sheria na wote wanaohudumu katika ofisi za umma, kwa watu wanaopigania haki na upatanisho, ili kwa msaada wa Mungu ulimwengu upate kuishi kwa amani na uhuru. Bwana utusikie. Tunaombea watu wa Mungu wa kale, Wayahudi wa kwanza kusikia neno lake, kwa maelewano zaidi kati ya Mkristo na Myahudi, kwa ajili ya kuondolewa kwa upofu wetu na uchungu wa moyo, kwamba Mungu atatujalia neema ya kuwa mwaminifu kwa agano lake na kukua katika upendo wa jina lake. Bwana utusikie. Tuwaombea wale wasioamini Injili ya Kristo, kwa wale ambao hawajasikia ujumbe wa wokovu, kwa wale wote ambao wamepoteza matumaini kwa wenye dharau walio adui za Kristo na kuwatesa wale wanaomfuata, kwa ajili ya wote wanaokana imani ya Kristo aliyesulubiwa, kwamba Mungu atafungua mioyo yao kwa ukweli na kuwaongoza kwenye imani na utii. Bwana utusikie. Tuendelee kuombea wote wanaoteseka, kwa wale walionyimwa na hata kudhulumiwa, kwa wote walio wagonjwa, kwa walio gizani, walio katika mashaka na waliokata tamaa, katika upweke na hofu, wafungwa na wakimbizi, kwa wahasiriwa wa mashtaka ya uongo na vurugu, kwa wote katika hatua ya kufa na wale wanaotazama kando yao, kwamba Mungu katika rehema yake atawategemeza kwa upendo wake. Bwana utusikie. Hebu na tujipongeze sisi wenyewe na watoto wote wa Mungu kwa upendo wake usio na kikomo, na tuombe kwa ajili ya neema ya maisha matakatifu, ili pamoja na wote waliokufa
katika imani ya Kristo tunaweza kuja kwenye utimilifu wa uzima wa milele na furaha ya ufufuo. Bwana utusikie. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Ni wakati wa kuweza kumwabudu Bwana kupitia matoleo yetu. Tutasimama na kuimba wimbo wa 160. Naomba tusimame tunapotoa sadaka zetu za upendo na kwa furaha. 160. Thank you.
Asante Mungu wetu kwa ajili ya neema na fadhili zako ambao umetukirimia siku ya leo kwa ibada ambayo Bwana tumeendelea kuona baraka zako. Asante Bwana hata watoto kwa ambayo Bwana wameleta sadaka mbele yako Baba mbinguni. Nazikabidhi mkononi mwako, ukazibariki, ukazitakase, zikaendelee kutenda kazi kwa ajili ya injili yako takatifu. Wabariki wote waliotoa, wale pia wakupata nafasi siku ya leo Mungu wa mbinguni, wapigania wakapata kwa kutolee Baba kwa utukufu wa jina lako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tukae kidogo tafadhali, na chukua nafasi hii kushukuru kila mmoja wetu kwa kupata nafasi ya kufika kwa ibada ya leo ya Ijumaa njema. Mungu atubariki sana. Appreciate yourself that you're here today. Jipigie makofi mazuri. Asante sana. Kama kuna wageni wamejumuika nasi kwa siku ya leo, naomba unyoshe mkono. We acknowledge the presence of visitors who are worshiping with us for the first time. Please stand up and you raise the air. Kindly stand as we celebrate you and we appreciate you. Yes. Can I give you a minute to come and say hello to us? Kindly. Yes, kindly come forward. Yes, you come. Yes. Please let us appreciate them for coming to worship with us. We don't take it for granted. This is God's blessings. And any other visitor in our midst. Yes, we thank you in advance because we can see you understand Kiswahili. When we are standing, you are standing. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunatoka Sweden lakini tunaishi Tanzania. Tunafundisha chuo cha Biblia Tanzania, na tunashukuru Mungu kwa ibada hapa leo, na tulielewa kila neno la Mungu hapa. Asante sana. Ninaitwa Kalle. Na ninaitwa Marita. Mungu awabariki sana. Wow. Asanteni sana. Thank you so much. Wameshinda wengine hapa lugha ya Kiswahili. Sasa nimebadilisha sasa Kimombo, nimeamua kikwamie hapo. Tumeshukuru sana Caleb kwa kufika na kuabudu nasi. Mungu awabariki sana sana sana. Amen. Hebu tuwapigie makofi tena. Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Labda la kuwakumbusha, leo ikiwa ni Ijumaa ya mwisho wa mwezi huu, tuko na maombi ya mkesha hapa mpaka asubuhi. Mwambie jirani leo kuna kesha. Leo kuna maombi ya kukesha hapa kanisani kuanzia saa 4 usiku. Naomba tukaweze kufika na tukaweze kujumuika pamoja. Asanteni sana pia, maana jana hapa tumekuwa na ibada ya ndugu yetu aliyelala Eric Opio, na wakaanza safari jana. Tunashukuru Mungu, na kuna wale watakao safiri siku ya leo. Tunamwombea Reverend Wellington anaposafiri, Mungu akapate kumjalia safari njema. Amen. Napenda kukumbusha PCC, tunapomaliza ibada tukutane pale juu kwa boardroom tukaweze kuwa na mkutano. Shukrani maalum sana kwa baba askofu wetu, baba askofu Kalu. Tumeshukuru, tumefurahi sana kwa mafundisho ya leo. Amen. Sijui kama umeshika hizo points kwenye mnapenda kuandika. Mmezishika hata kwa nini Yesu aliteswa. Umeshika hilo la neno la betrayal. Umeshika kwa nini watu wanasalitiana wenyewe kwa wenyewe. Usaliti umejaa kila pahali. Mungu atusaidie basi tujiepushe na hayo, na kama tuko hapo basi Mungu atusamehe na tuanze safari mpya. Amen. Basi tutajitayarisha kuondoka ama kutoka. Tunapoendelea na mengineo tutaweza kupata wimbo ili tukaweze kutoka. Kabla ya hivyo baba askofu ataweza kutupatia baraka za mwisho. Haya, tusimame basi. Namshukuru Mungu kwanza
kwa kuniruhusu niwe pamoja nanyi. The service last night pale Buxton, kulingana na liturgy ile ambayo imetolewa kutoka ofisini, the bishop was not allowed to give the final blessing. Watu walitoka tu hivyo hivyo kama ambao wamenyeshiwa na mvua, wakaenda kimya kimya. Lakini sisi, japokuwa leo Yesu yuko msalabani, macho yetu yanaangalia ufufuo, si ndio? Basi enendeni ulimwenguni na amani, mwe hodari. Yashikeni yaliyo mema. Wapendeni jirani zenu. Mwe na amani na watu wote bila kubagua mtu yeyote. Wapeni watu vitu. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumagika ndicho watu watakapowapimia kwenu vifuani, kwa sababu kipimo kile kile umpimiacho mwenzako ndicho utakachopimiwa. Na sasa amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu na ikae nanyi daima. kutoka hivyo hivyo, mbona hivi?